الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Leo inshallah tutaanza aya nambari 62 katika sura al-Baqara. Aya nambari 62. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea hali za watu tofauti tofauti. Innal ladhina amanu, hakika wale ambao walioamini, kwa maana katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliomwamini Allah na wakamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhina hadu, na wale ambao waliokuwa katika dini ya Kiyahudi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume wao Musa alayhi salam, wakamwamini Musa alayhi salam na wakafatana na yale ambayo aliamrisha Musa alayhi salam. Wan-nasara, na kadhalika an-nasara ambao walimfuata Isa katika zama za Isa. Was-sabiina, as-sabiina mukhtalifiana ahlul ilm ni kina nani hawa? Baadhi ya ahlul ilm wasema hum firqatu min an-nasara, ni kundi katika manasara, na wengine wasema hapana, ni firqa min al-yahud, ni kundi katika mayahudi. Na kuna baadhi wasema sio mayahudi wala sio manasara, bali ni watu ambao walikuwa kimwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mila ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, hawamshirikishi Allah na chochote. Na wao kadhalika katika zama hizo wakimwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume ambaye wanajinasabisha naye, kadhalika na wao wataingia katika kundi man amana billahi wal yawmil akhir, watakuwa ni katika wale ambao wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho. Wa amila salihan, na wakafanya matendo mema, falahum ajruhum inda rabbihim, basi hawa watapata ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khawfun alayhim, wala hawatakuwa na hofu juu ya kule ambapo wanapoelekea akhira. Wala hum yahzanun, wala hawatakuwa na huzn juu ya yale ambayo wanayaacha katika ulimwengu huu. Na hapa hakuna tazkia, hakuna kuwasifu mayahudi na manasara katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa hawakumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi yahudiyan wala nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar, hatosikia yeyote katika mayahudi wala mnasara kuhusiana na mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha hatoniamini mtu huyo isipokuwa haki yake ni kuingia katika moto jahannam. Yani myahudi yeyote na mnasara yeyote akisikia kwamba kuna mtume anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haki kwake ni kumfuata, wala sema mimi nafuata mila ya Musa wala mila ya Isa wakala. Asipofuata, haki yake ni kuingia katika moto jahannam. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, hakutumwa kwa watu fulani na watu fulani hawamuhusu, la, watu wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ajili yao.
imma nisba ya walladhina hadu au hadu, kadhalika ahli alilm wana kauli zaidi ya moja. Wanasema alladhina hadu ay alyahud, sababu ya wao kuitwa alyahud, kuitwa hadu kwa maana kauli Allah subhanahu wa ta'ala sema inna hudna ilayk, kwa sisi tumetubia kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala, wale waliotubia wakaitwa yahudi. Imefahamika ikhwan? Na kadhalika baadhi ya ahli ilmu kasema yahudi wamenasabishwa na mtoto wa Yaqub alikuwa kiitwa Yahuda. Na kadhalika baadhi ya ahli ilmu wasema wamenasibishwa yahudi kuitwa mayahudi kwa sababu walikuwa kijitikisa wakati wakisoma, kujitikisa wakati wakisoma kitabu chao. Kivyo vyote itakapokuwa waliokusudiwa hapa hadu kwa maana ni mayahudi wa zama hizo za Musa alayhi salam, pindi watakapokuwa wakamwamini mtume wao, basi wao wataingia katika kundi la hawa ambao hawatakuwa na hofu wala wenye kuhuzunika. Na kadhalika manasara ambao watakayemwamini Isa katika zama zake, nao wataingia katika kundi la hawa ambao hawatakuwa na hofu wala kuhuzunika. wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, nakumbukeni tulipochukua ahadi zenu, tulipochukua ahadi kutoka kwenu, kundi la mayahudi wakati wa Musa alayhi salam, wa rafa'na fawqakum at-tur, na tuliunyanyua juu yenu at-tur. Mlima wote unaitwa Tur, jabali lote linaitwa Tur. Kwa Kiarabu jabali huitwa Tur. Imma ikitajwa Tur inayokusudiwa hapa ya Sinai, basi itanasibishwa jabali la eneo la Sinai. Umefahamika hivyo? Lakini majabali yote yanaitwa Tur. Hao Mayahudi baada ya kuteremshwa Taurat wakaona hukumu zake nzito. Aslan wao ni watu wavivu, hata hukumu zikiwa nyepesi wao huwa hawazipendi pia. Ni watu ambao daima wanaenda katika njia ya aks. Kama kungekuwa kuna uwezekano wa wao kupita katika hizi barabara, wangeachiwa wapite wanapotaka. Njia ya watu wanaorudia wao wangetaka kuenda. Wao ni watu wal aks. Kwa sababu tumepita katika aya za nyuma kuonyesha kwamba Allah amewapa neema nyingi. Miongoni mwa neema amewateremshia chakula. Kuna jambo jepesi kuliko hilo? Hauendi sokoni wala madukani wala kadha, unateremshiwa tu unakula. Nao wakasema tumechoka hicho chakula. Kwa hiyo baada ya kuona Taurat wakahisi kwamba hukumu zake ni nzito, wakasema tuzetu ikubali Taurat. Musa, hii kitabu hatukikubali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa rafa'na fawqakum at-tur, tukaunyanyua jabali, tukalinyanyua jabali likawa juu yao. Katika riwaya Jibril alayhi salam akalinyanyua jabali, wao wakawa chini, jabali liko juu. Kisha kaambiwa khudhu ma atainakum biquwwa, chukueni hichi kitabu, kipokeeni hichi kitabu Taurat biquwwa, biljid, kikamateni hichi kitabu, sio kwa maskhara, kishikeni kwa nguvu zote, na kuweni na azima juu ya hichi kitabu. Walipoona sasa jabali liko juu, kwa maana tukikataa linaachiwa jabali,
wafunika wote, wakaporomoka na kusujudu. Lakini sijida yao ikawa ni sijida ya shavu moja. Shavu moja ilikuwa ardhini, moja linatazama jabali, litashuka lishuka. Mpaka sasa hivi Mayahudi wanasujudu sijida hii, wasema hii sijida ndio ilitusaidia sisi jabali kutoangukia. wadhkuru ma fihi ay wata'allamu ma fihi, najifundisheni yale ambayo yako katika kitabu hichi cha Taurat. Na kadhalika wadhkuru ma fihi ay wahfadhu, na hifadhini yale ambayo yaliyokuwa ndani ya kitabu hichi. La'allakum tattaqun, mkifanya hivyo mtapata kumcha Allah. Mkifanya hivyo mtakuwa katika watu wema, mtaepushwa na adhabu ya hapa duniani na kadhalika ya akhera. Kakubali kusujudu, sema tunakamata hicho kitabu, tutakihifadhi, tutajifunza kuhusiana na hicho kitabu. Jabali likarudishwa sehemu yake. Lilivyorudishwa, thumma tawallaytum, hapo hapo kakigeuka, wakaenda tofauti na zile ahadi zao. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik, kisha baada ya tukio hilo mkakengeuka tena, mkaenda tofauti na ahadi ambayo mmeitoa kwamba mtahifadhi kitabu na mtakamatana na dini hii kwa nguvu zote. Mkaacha haya yote katika ahadi ambazo mtotoa. Falaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, laiti singekuwa fadhila Allah na rehema zake juu yenu kwa kuwaacha baada ya kukengeuka kwenu, Allah akawasubirisha, hakuwapa adhabu hapo hapo. Laiti singekuwa hiyo rahma ya Allah, lakuntum min al-khasirin, nyinyi mngekuwa katika watu waliopata hasara kubwa. Ni Allah angetaka kuadhibu pale pale, mngekuwa katika adhabu kubwa, mngekuwa kwenye hasara. Hawa nani kwa Yahudi? Usitegemee khairi kutoka kwao, zama zote usitegemee khairi kutoka kwao, wala usijidanganye kwamba hawa ni marafiki. Abadan, hawa kuishi nao kwa siasa. Akikupaka mafuta na mpake mafuta, yani kila unakaa nao hali ya kuwa unatahadhari, wakati wowote na kuchoma nyuma mgongo wako. Mayahudi baadhi yao waliingia katika Uislamu kwa ajili nini? Kuudhuru Uislamu. Kina Abdullah ibn Ubay bin Salul, rasul munafiqin, kichwa cha wanafiki katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zama zote wao wako hivi, hawaendani na ahadi abadan, hawasimami katika ahadi. Allah anatutahadharisha msiwe kama wao. Miongoni mwa sifa zao, hawakamatani na vitabu vya Allah haki ya kukamatana, hawajifunzi kuhusiana na kitabu cha Allah haki ya kujifunza. Na nyinyi Waislamu msiwe kama wao, kamataneni na dini yenu Allah. Dini ya Allah biquwa, kwa nguvu. Ishike dini ya Allah kwa nguvu zote, na kadhalika jifunze kilichokuwa katika kitabu cha Allah. Usiwe kama Mayahudi ambao hawajifunzi kitabu cha Allah, na hifadhi yale ambayo yako kwenye kitabu cha Allah. Usiwe kama Mayahudi. Tumalizie kisa hichi kingine. walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt, na nyie Mayahudi wa Madina mnajua habari ya wale waliochupa mipaka katika siku ya Jumamosi. Katika wazee wenu nyie, hawa walichupa mipaka wakati wa Nabii Allah Daud. Waliambiwa wasivue siku ya Jumamosi, usifanye kazi siku ya Jumamosi.
imetajwa kwenye sura al-A'raf. Tutakuja inshallah kusoma huko. Siku ya Jumamosi ambayo wamekatazwa wao kufanya kazi, na wao ni watu ambao walikuwa kiishi pembezoni mwa mto, mwa bahari. Samaki wanakuja mpaka nchi kavu, na wao ndio siku ambayo wameambiwa wasivue, wasifanye kazi. Ikiondoka ile siku ya Jumamosi, siku zilizobakia samaki hakuna. Siku ya Jumapili wameruhusiwa kufanya kazi mpaka siku ya Ijumaa, samaki hakuna. Nini wafanye? Ilipofika siku ya Ijumaa wakachimba mashimo, samaki wale wakija waingie ndani ya mashimo, ili washindwe kutoka, na wengine wakaeka nyavu. Lakini siku ya Ijumaa ambayo wameruhusiwa kufanya kazi, na vitendo hivyo wamefanya ndani ya siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi inapofika, wale samaki wakawa wanaingia kwenye yale mashimo na kukamatwa na zile nyavu, wakawaacha samaki wale katika hali hiyo hiyo. Ilipofika siku ya Jumapili asubuhi, wakaenda kuwachukua wale samaki. Hila. Angalia jinsi walivyokuwa na hila hawa watu. Yani wanataka kumzunguka nabii wao Daud, wanataka kuona kwamba wao ni wajanja, Allah hajui nini wanachokifanya. Kutokana na hizi hila na ujanja huu, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, tukasema kwa wao kuweni qirada, manyani. Na kadhalika katika aya ya khanazir, kama ilivyokuja pia katika hadithi, wakajaliwa kuwa ni manyani na manguruwe, khasiin, dhalilin. Lakini katika kijiji chao hichi kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wema, wakiwakataza, jamaa, hii ni hila, hii ni hila, kuweni makini, hapa tunamwasi Mola wetu, tunaenda tofauti na amri ya mtume wetu. Hawakusikia nasiha. Wale mabwana wakajitenga, wakajenga ukuta baina ya wao na hao watu wenye kufanya hila. Miongoni mwa masiku wanachungulia nje ya ukuta wao, wanakuta katika kijiji kile watu wamebadilika, wamekuwa ni manyani na manguruwe. Vijana wao wamekuwa manyani na wazee wao wamekuwa manguruwe. Kijiji kimefanywa masi, kijiji kizima. Na baadhi ya riwaya zinakuja zinasema kwamba walikuwa ni watu 7,000, wote 7,000. Unaamka jirani zako wote wamekuwa nguruwe na nyani. Ala, vipi tena? Wanaruka. Wameshakuwa tundu kiasi hichi, wakashabihishwa na manyani na manguruwe katika mpaka vituko vya nyani na nguruwe. Nyani ni mtu ambaye ni mnyama ambaye anafanana kidogo na binadamu, na wao wakafanywa hivyo. Kisha zikaja baadhi ya riwaya kwamba waliishi katika hali hiyo kwa muda siku 3, kisha wote wakafa. Emma kusema kwamba hawa manyani na manguruwe wa zama zetu asili yao ni wale, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia watu wote ambao watakao wageuza hali zao kutoka hali nyingine, kutoka hali ya binadamu kwenda kwenye manyani au manguruwe, kwamba watu hawa wakawa na kizazi. Huwa hawana kizazi, kizazi kinaishia pale pale, kisha wanaangamizwa wote. Kwa hiyo haya manyani ambayo tunayaona na manguruwe
si kwa maana ni wale Mayahudi wana Israeli, walikuwa kabla yao na wapo baada yao kuondoka. Na hivyo hivyo kuwaita baadhi ahlul ilm wamekataza kuwaita Mayahudi kwamba nyie watoto wa manyani na manguruwe. Watoto wa manyani na manguruwe, la, ni kosa. Hawakuwa na kizazi tena wale manyani na manguruwe, ilishia pale pale tu. Neno ambalo unaweza kuwaambia ni ndugu wa manyani na manguruwe, kwa sababu ndugu zao walibadilika kuwa nyani na nguruwe, sio kizazi. Mfahamike ikhwan? Hii ni aya ya 65 katika suratul Baqara. Tushie hapa. Ila huna, barakallahu fikum.